na jumuiya ya wafanyabiashara ambayo mliyafanya wenyewe katika mkutano wa Ijumaa pale katika ukumbi wa Royal Palm, na wakati tukiendelea na maandalizi ya kwenda Dodoma kesho, jana usiku tumepokea simu ya wito ya kuomba, of course sio wito, ya kuomba kukutana na mheshimiwa mkuu wa mkoa, na asubuhi mapema kabisa tumekuwa huko kwa kikao cha takriban kama masaa mawili, na kwa maana hiyo naomba tuwaletee sasa yale ambayo tumeyapokea kule. Hongereni au uvumilivu. Unajua usipojikaza wakati wa kulima hata kuvuna inaweza kukuletea matatizo. Kama alivyosema katibu wetu kwamba tumekuwa na kikao hicho na timu nzima ya mkoa, utaratibu ambao tunawaeleza. Kwa sababu hili tutakuja utekelezaji wake sio ule tuliouzoea. Mheshimiwa mwenyekiti wa masoko, sema neno. Kwa pamoja, umoja wetu ndio nguvu yetu. Ndugu zangu, siku ya leo ni siku nzuri. Siku ya leo imekwenda kumaliza tatizo ambalo lilikuwa linatusumbua kwa muda mrefu. Tumepewa angalizo na naendelea kusisitiza wafanyabiashara wa masoko wote, hakikisheni mnafanya biashara zenu kwenye masoko. Kama unatoa nyanya, vitunguu, viazi, unawapa watu watembeze, bwana, utapata hasara. Kwa sababu kwanza watanyang'anya huo mzigo, lakini watatafuta nani aliyempa, na wewe utapata matatizo. Kwa hiyo hilo hakikisha ufanyi. Sawa sawa jamani? Kwa hiyo wametupa maelekezo mazuri. Tumeridhika kwamba hakuna mtu atakayeonekana barabarani akifanya biashara. Na kazi hiyo sasa tumekabidhiwa kwa RPC. Ikitokea vinginevyo tunakwenda kumuona yeye. Sawa sawa jamani? Sio mkurugenzi tena. Mkurugenzi anafanya wajibu wake, lakini ikitokea vinginevyo sasa kazi ya RPC. RPC naye ameshapewa kazi. Nadhani hata kubali kazi yake iharibike. Ataleta watu hapa. Sasa tahadhari kama alivyosema mwenyekiti mwenzangu, jihadharini. Kwa hiyo tukitoka hapa, sitaki kusema moja kwa moja, lakini tukitoka hapa tunakwenda kufungua biashara zetu, tunafanya biashara kama kawaida. Sawa sawa jamani? Asimamia hili swala la wafanyabiashara holela. Kwa hiyo tulichokubaliana ni kwamba wao wamebaki pale wanajipanga na watakuja huku. Naomba nitoe angalizo kwamba kila mtu acheze kwenye eneo lake. Ukicheza vibaya wakakukuta, kitakacho kukuta usirudi kwenye ofisi ya wafanyabiashara au masoko au machinga kwenda kulalamika. Baki kwenye eneo ambalo umeelekezwa kulingana na mujibu wa sheria. Nimewaambia haliko kwenye mgambo. Mgambo umezoea kukaa nao, mnawapa ndizi, mafungo ya mboga, si nini jioni. Saizi hilo halipo. Kwa hiyo naomba mtu asije kakaa vibaya akabibiwa vitu au akabebwa akawekwa lock up. Alafu anategemea kwamba sisi viongozi tunaenda tukamtoa. Hatutamtoa. Hili jambo mlilolifanya kwa masaa yote kuanzia asubuhi mpaka saa hizi, msifikiri kwamba kule kwao limewaletea sifa nzuri. Limeleta dosari kwa asilimia kubwa kwa viongozi wetu. Tunachoendelea lakini na kufuatilia kutaka kupata majibu kwa nini utekelezaji wa haya yaliyokuwa tuliyozungumza hayatekelezeki. Wakajibu, na sisi viongozi wenu tuliokuwa pale kwa yale waliyosema tuliyosikia, tumeamini kwamba ujumbe umefika na utekelezaji unafanyika. Na hili swala amekabidhiwa, alisimamia kwa ukaribu kabisa RPC wetu mkuu. Kwa hiyo na wao hawatakubali kufanya kwa ulegelege kwa sababu ya hizo nilizozieleza. Kwa hiyo wakitoka huku wakakuta kitu ambacho kiko tofauti na utaratibu kwa mujibu wa sheria, tumekubaliana wao watapambana nalo. Ndio nawaomba wafanyabiashara wenzangu, hebu kila mtu mwenye duka
Weka vitu vyako kulingana na maelekezo tuliyokubaliana. Kama kuna mtu ambaye yuko kichochoroni, anafanya biashara kichochoroni, hana mlango, huyo sio wa kwangu. Lakini nadhani ni vizuri akajitathmini vizuri. Hatupo katika harakati za kwanza kumfanya mtu arudi alikotoka, lakini naomba tulizingatie. Na kama kuna wafanyabiashara ambao wako masokoni, madukani, wanawagaiwa watu wakafanye biashara sehemu ambazo sio rasmi, mnawapa mali wakauze, hilo wamesema wao watalifanyia kazi, watafanya upelelezi mpaka wajue. Kwa hiyo ukija ukionekana wewe ni mfadhili wa watu wasio rasmi, wafanyabiashara sio rasmi, usio kasema mimi sikuwa najua, nilikuwa sijui, nilikuwa sifanyi nini. Naomba mzingatie hayo.